Habari tena ndugu washiriki wa kipindi chipendwa cha darasa huru la hisabati. Bado unaendelea kuwa na mimi mwalimu wenu Mwalimu Juma Mtika Bakari. Karibuni sana. Leo tuko katika sehemu ya pili katika mada yetu hii au maeneo yetu mkuu wa namba nzima, na tunaendelea kuangalia thamani ya tarakimu katika namba nzima. Kipindi kilichopita tuliangalia nafasi ya thamani ya tarakimu. Sasa hapa wanafunzi wengi huwa tukichanganya. Anapoambia mwanafunzi tafuta thamani na tafuta nafasi ya thamani, wanafunzi anachanganya. Angalia clip video iliyopita kama hujaona, ile tulizungumzia nafasi ya thamani. Unapoongea neno nafasi ya thamani, mamoja, makumi, mamia, maelfu, hiyo ni nafasi. Ilishaongezeka neno nafasi ya thamani ni mamoja, makumi, mamia, maelfu. Tunachozungumza sasa hivi ni thamani, sio nafasi. Ile nafasi iweke pembeni. Sasa tunazungumza kulingana nafasi ya tarakimu katika namba nzima. Sasa kwa utangulizi tu tuseme, unapoandika namba nzima, kila tarakimu ndani ile namba inakuwa ina thamani yake. Na thamani za tarakimu huongezeka kutokea mkono wa kulia kwenda mkono wa kushoto. Kwa mfano unapoandikiwa namba hii 53,049, ukiambiwa tarakimu yenye thamani kubwa zaidi. Tarakimu yenye thamani kubwa zaidi ni ile tarakimu inayokuwa mkono wa kushoto. Na tarakimu katika namba hiyo, ukiambiwa tarakimu yenye thamani ndogo zaidi ni ile tarakimu inayokuwa ya kwanza mkono wa kulia, ile ambayo inakuwa kama moja. Hiyo ndio tarakimu yenye thamani ndogo zaidi. Lakini sasa cha kuzingatia kwenye tarakimu yenye thamani ndogo, tarakimu yenye thamani ndogo itakuwa ni ile ya kwanza kulia kama tu katika namba yako hakuna sifuri. Lakini kama ndani ya namba yako kuna sifuri, basi sifuri inakuwa ndo tarakimu yenye thamani ndogo zaidi. Lakini kama sifuri hakuna, basi yenye thamani kubwa zaidi ile ya kwanza kulia, na yenye thamani ndogo zaidi ni ile ya kwanza yenye thamani kubwa zaidi ya kwanza kushoto, na yenye thamani ndogo zaidi ile ya kwanza kulia. Basi fuatana na mimi katika uandishi wa thamani ya tarakimu katika namba nzima. Mfano, andika thamani ya kila tarakimu katika namba nzima. Tunaweza tukaanzia hapa. Ukaanza kuandika tarakimu ya kwanza kule kushoto, ile yenye thamani kubwa zaidi ni 5, utaandika 5. Ukishaandika 5, unaangalia upande huu wa kulia kuna tarakimu ngapi. Ukizihesabu ziko tarakimu 1, 2, 3, 4, basi unaweka 0, 1, 2, 3, 4. Hapa tayari umeshaandika thamani ya 5. Ukija inayofuatia hapa ni 3, unaandika 3. Unaangalia kule kwa kuna tarakimu ngapi, ziko 1, 2, 3, basi unaweka 0, 1, 2, 3. Inayofuatia hapa ni 0, unaiandika 0. Sasa kwenye 0 usije ukasema kuna tarakimu zingine mbili naongeza 0 hivi. Hapana, haya itakuwa mbaya, itakuwa kama mayai ambayo itakuwa ni haipendezi. Kwa hiyo 0 inakaa peke yake, kwa sababu hata unapoziongeza nyingi bado hazibadilishi ile maana ya 0. Kwa hiyo kama ni 0, basi tunaiacha iendelee kusimama peke yake. Thamani ya 0 inabakia kwa 0. Baada ya 0 imefuata 4, unaandika ile 4. Ukiangalia kulia kwake kuna tarakimu moja, maana kuna 0 moja hapa. Baada ya hapo kuna 9. Ukiangalia nyuma ya 9 kuna tarakimu yote, basi ile 9 inasimama peke yake. Kwa kifupi, tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya mamoja huwa haiongezewi 0 katika thamani yake, inasimama peke yake. Sasa ukiangalia hizi thamani hapa, utagundua kile nilichosema kwamba ile ya kwanza kushoto ndio namba yenye thamani kubwa. Ukiangalia thamani yake hapa inakuwa ni 50,000. 50,000 ni kubwa kwa hizo namba zingine zote zinazofuata. Lakini hapa isingekuwa 0, maana zingine zinapungua mpaka hii ya mwisho ya kwanza kulia ikibakia ndio ndogo zaidi. Lakini kwa sababu kuna 0 ndio tulisema kama kuna 0, basi 0 inasalia kuwa tarakimu yenye thamani ndogo zaidi katika namba. Karibu tuendelee katika mfano unaofuata. Mfano namba 2 anasema kutoka katika namba hii hapa, andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Kutoka katika namba uliopewa, andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Sasa cha kuzingatia hapo ni andika. Umetumwa uandike. Swali nasema andika. Andika nini? Thamani ya tarakimu. Thamani ya tarakimu. Sasa kumbe ninachotakiwa kuandika ni thamani ya tarakimu. Kama ninachotakiwa kuandika ni thamani ya tarakimu, wewe unachotakiwa kujua kama natakiwa niandike tarakimu moja, ile tarakimu nilishaandika na iongezea nini? 0. Hiyo inakuwa thamani. Lakini tarakimu gani hiyo inayoandika thamani yake? Anasema iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu.
Hiyo tarakimu ambayo nimeambia nafasi thamani yake ipo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Kwa hiyo nitakuwa nibaini kwanza ni tarakimu gani ipo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Nikisha ibaini sasa ndio nitaiandikia thamani yake. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kubaini tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya maelfu. Utahesabu kama kawaida kutoka upande wa mamoja. Upande wa kulia unaanza mamoja, upande wa kushoto. Kwa hiyo ni mamoja, makumi, mamia, maelfu. Kwa hiyo tarakimu niliyoambia niandikie thamani kumbe ni hii tano. Nitaandika 5. Sasa unapoandika thamani tumesema unaangalia upande wako kulia kuna tarakimu ngapi? Upande wa kulia kuna tarakimu, kuna tarakimu 1, 2, 3. Kwa hiyo utapata 1, 2, 3. Umeshajibu hapo. Kumbuka katika hisabati tumesema hatutaki majibu yenye maelezo mengi. Ni kwenda moja kwa moja kwenye kile ulichoulizwa na unajibu kwa kifupi. Usianze kuandika essay katika hisabati. Ni tarakimu gani ina thamani kubwa zaidi? Sasa katika namba hiyo uliyopewa anauliza tarakimu gani ina thamani kubwa zaidi? Hebu mtoto uliopo hapo unarusha mkono ukajibu. Asante kwa jibu lako. Tarakimu yenye thamani kubwa zaidi tulisema ni tarakimu ya kwanza iliyo upande wa kushoto. Hiyo ndio tarakimu yenye thamani kubwa zaidi. Je, ni tarakimu gani hapo iliyo upande wa kushoto, ya kwanza kushoto? Asante kwa jibu lako. Tarakimu ya kwanza upande wa kushoto ni hapa, ni 3. Kwa hiyo ni tarakimu gani yenye thamani kubwa zaidi? Tulisema tarakimu yenye thamani kubwa zaidi ni tarakimu ya kwanza kushoto. Kwa hiyo ni 3. Tunajibu majibu mafupi yaliyo wazi katika hisabati. Hakuna maelezo. Hapo angesema ni tarakimu gani yenye thamani ndogo zaidi? Ungemwambia nini kutoka namba hii? Bila shaka unakumbuka kwamba tarakimu yenye thamani ndogo zaidi katika namba, kama kuna sifuri, tumesema sifuri ndio inakuwa tarakimu yenye thamani ndogo zaidi. Kwa hapo ungeandika sifuri. Kama sifuri singekuwepo, angeuliza ni tarakimu gani yenye thamani ndogo zaidi, ungemwambia nini? Bila shaka tulisema tarakimu yenye thamani ndogo zaidi ni ile tarakimu iliyo kwenye nafasi ya thamani ya mamoja. Yaani tarakimu ya kwanza kulia. Kwa hiyo jibu letu lilikuwa hapo ni 7. Mwisho kabisa tupo kwenye kipengele C. Anasema andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya mamia elfu. Andika thamani ya tarakimu iliyo katika nafasi ya thamani ya mamia elfu. Sasa swali hili naliacha kwako mwanafunzi. Ujipime kwa kiasi gani umeelewa, kisha mzazi akusaidie kuandika katika comment section hapo chini. Katika darasa letu huru, unajua lazima wanapofundisha kwa kuna assessment. Kuna mazoezi na kujua mwanafunzi anafanya nini. Kwa wale wazazi ambao wanapendezwa na kinachoendelea, unaweza kuweka comment yako hapo chini. Ukisha comment, niambie mimi nina mtoto wangu nataka uone mpa mazoezi ya ziada. Nitawasiliana, nitamtumia mazoezi ya ziada kwa njia ya WhatsApp, utanipa majibu nami nitakuyarudisha. Na sehemu ya yale masahisho yake nitayafanya katika vipindi vya siku ya Ijumaa ambacho tunategemea vipindi vya masahisho na marudio ya wiki nzima. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili channel hii izidi kukua, lakini tuwafikie watu wengi kwa sababu hisabati imekuwa ni mwiba mchungu kwa watoto wengi. Kwa hiyo niwakaribishe sana, endelea kushare na mwenzako, na kama mtoto wako amekata tamaa katika somo la hisabati, basi mshirikishe kwenye channel hii na kuhakikishia atakuwa vizuri. Hichi tunachofundisha hapa ni rafiki kwa watoto darasa la 4, la 5, la 6, la 7.